Na katika video hii nitazungumzia vitu ambavyo anatakiwa azingatie mtu anayemfundisha mzee kufanya mazoezi. Uwe personal trainer au mtu ambaye umechaguliwa kwa ajili ya kumsimamia. Unaweza ukawa ni mtoto wake au ndugu yake, kwamba unatakiwa umsimamie yule mzee au yule mtu mzima akiwa anafanya mazoezi. Karibu tz2.com, usisahau kusubscribe. Jina langu naitwa Nesia. Na kwa kwanza kabisa tunaanza na kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uzingatie ni kwamba huyu mtu mzima anapokuwa anafanya mazoezi, simu yake asikae nayo pale. Yaani simu asikae nayo na asipokee simu muda tu baada ya kufanya mazoezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale huyu mtu mzima anapokuwa anafanya mazoezi, moyo wake unakuwa unafunguka, mapigo yake ya damu inakuta yako juu zaidi. Lakini unajua huyu mfumo wake wa mwili unakuwa umebadilika kidogo, misuli na nini inakuwa imebadilika kidogo. Kwa hiyo itakapotokea kwamba kuna simu pale pembeni, simu yake, huyu mtu mzima akapokea ile simu, labda ikatumwa message mbaya au ikapigwa simu mbaya, basi uwezekano wa wewe kupata mshtuko wa moyo au kupata kiharusi unawezekana ukawa mkubwa. Kwa hiyo simu yake ukae nayo mpaka atakapomaliza mazoezi, na zingatie kufanya warm up na cool down, na mpaka atakapokuwa ame cool down. Yaani amesha cool down, ile amemaliza, amerudi katika hali ya kawaida, ndio unampatia simu yake. Kwa hiyo simu yake unaweza kukaa naye, lakini hakikisha kwamba yeye hakai na simu, apokee na simu muda ule akiwa bado amechemka. Kitu kingine ambacho unatakiwa uzingatie, unapokuwa unamwelekeza, unamfundisha mtu mzima mazoezi, lazima ongee kwa sauti kubwa. Kwa sababu kuna wengine wanakuwa na shida ya kusikia. Watu wazima wanapofika kuna shida nyingine ya kusikia. Kwa hiyo mwelekeze kwa sauti kubwa. Sema kwa sauti kubwa. Lakini vingine la kuzingatia hapo, usimkaripie. Unapokuwa unamwelekeza mtu mzima na wewe ni kijana, hata kama ni wewe umri wako, usimkaripie. Utakapomkaripia unaweza kufanya akapaniki au akahisi unamdharau au akajisikia vibaya au akashituka. Kwa hiyo labda unamwambia, "Wewe mzee unafanya nini?" Ile inaweza ikamshitua. Na kama nilivyokuambia, mtu pale anapokuwa anafanya mazoezi, mapigo ya moyo yanakuwa juu, mzunguko wa damu, blood pressure inakuwa iko juu. Kwa hiyo usimkaripie. Kingine, rudia. Kama mimi nimemwambia piga magoti, kwa hiyo mwambie rudia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anapokuwa mtu mzima, uwezo wa kuelewa kitu haraka unapungua, tofauti na anapokuwa mtoto au anapokuwa kijana. Kwa hiyo rudia. Utakapomwelekeza, umemwambia nyosha mkono juu, hajaelewa, mwambie tena, rudia tena. Kitu kingine ambacho unatakiwa uzingatie, ukiona haelewi, umemwelekeza nyosha mkono juu, haelewi, mwelekeze kwa vitendo. Yaani fanya na wewe, nyosha mkono juu, nyosha na huku juu, unanyosha hivi. Yaani unamwelekeza kwa vitendo. Hivi. Sio naambia mbona mzee uelewi? Fanya hivi. Mwelekeze kwa vitendo na atakuelewa, usimkaripie. Kingine cha kuzingatia, mtu mzima akiwa anafanya mazoezi, basi haya mazoezi yasiwe muda ambao ni jioni. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao watu wazima wanaweza kuwa na shida ya macho. Jioni namaanisha baada ya saa 12, baada ya jua kuzama, isiwe usiku sana. Hata kama kuna mwanga wa taa, kuna sehemu anaweza asione vizuri kama ambavyo kijana anaona. Ni kitu cha kawaida ambacho kinatokea, uoni wa macho unapungua kadri umri unavyokuwa unaongezeka. Kingine cha kuzingatia, pale unapokuwa unamfundisha mtu mzima akawa ameweza kufanikisha lile zoezi lako vizuri, mpongeze. Kama wewe ni gym trainer, basi andaa vizawadi fulani ambacho unajua kwamba watu wazima wanapenda, unampa zawadi fulani. Mpongeze kwa kufikia kila achievement, kila mafanikio anayofikia, unampongeza. Kingine cha kuzingatia, pale anaposhindwa, ameamua kuacha, anasema sitaki, nini, amegoma, kwamba anashindwa kitu, usimgombeze. Usianze kumgombeza, wewe sijui nini, hapana. Ameshindwa, basi unamwambia tutajaribu tena, uzidi kumtia moyo, kumwambia tutajaribu tena na kujaribu tena. La mwisho kabisa ni kwamba mazoezi anayofanya mtu mzima yasizidi mara 4 kwa wiki. Na pale anapokuwa anaanza yasizidi dakika 45. Kwa wiki ile ya kwanza yasizidi dakika 45, ya dakika 30 kwa siku, na mara 3, mara 4 yasizidi hapo. Na mazoezi angalia yawe na mchanganyiko wa mazoezi yote, yasiwe yanabezi sehemu moja tu.
Nimeshazungumzia video ya makundi ya mazoezi. Kwa mazoezi hayo kwenye makundi yote yale ya mazoezi, alafu yawe mara 4 kwa wiki au mara 3, yasizidi zaidi ya hapo. Nakushukuru sana kwa kuniangalia mwanzo hadi mwisho. Hivi ni vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa uzingatie wewe kama trainer au mtu unayemsimamia mtu mzima. Lakini vile vile kama ni mtu mzima, hivi vitu navyo unaweza ukajistahidi kujiangalizia mwenyewe. Lakini kuna video hapo ambayo nimeweka ya vitu vya kuzingatia kwa mtu mzima anapokuwa anafanya mazoezi. Hiki kitu kitakusaidia sana, kitakuokolea maisha yako, kitakuokoa usiumie, kitakufanya wewe afya yako iwe imara. Jamani, msisahau kushare hii video, msisahau kushare, kusubscribe, kucomment, kulike na watu tunaowapenda, kwa sababu ni video ya bure na wengine nao hapo wajifunze bure. Ukitaka kuchati na mimi njoo kwenye mitandao yangu ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Okay, kama hujapata kitabu changu cha siku tutakufungua unene haraka, comment hapo chini nitakutumia. Na kupenda sana jamani, nawapenda sana. Angalia hiyo video hapo inayofuata, tujifunze zaidi. Muwe na siku njema. Bye.